Leo nataka tujifunze how to train your spirit. Nataka tujifunze kuhusiana na roho ya mwanadamu, the human spirit. Lakini sitaelezea sana, lakini nataka tu nikufundishe jinsi ya kufundisha roho yako. Kama vile ambavyo mtu anaweza kufundisha nafsi, kufundisha akili. Tunajifunza mambo ya kisayansi. Mtu anajifunza somo fulani, tunajifunza mambo mbalimbali, elimu mbalimbali. Mwili wenyewe pia unaweza ukaujenga, ukaufanya nini, ukaufundisha. Lakini pia roho yako pia unaweza ukaifundisha kufanya mambo fulani fulani. Lakini kitu cha msingi cha kwanza ambacho unatakiwa ukijue kwamba mara nyingi roho pia ina sauti. Kuna aina 3 za sauti ambazo ziko katika mwanadamu. Masomo yangu ya nyuma nilifundishaga kuhusiana kwamba binadamu ana nafasi 3, 3 dimension of man. Nikasema binadamu ana nafsi, ana roho na ana mwili. Sasa hivi vitu vitatu kila kimoja kinatoaga sauti yake. Wengi hawajui. Ukitaka kuanza kuifundisha roho yako, kitu cha kwanza lazima utambue kwamba roho yako ina sauti. Sasa nataka nikutofautishie hizi sauti 3. Tunaanza sauti ya kwanza ambayo ni sauti ya mwili. Mwili sauti yake inaitwa feeling. Ukisikia neno feeling, hiyo ni sauti ya mwili. Inamaanisha hisia. Akili ama nafsi ina sauti yake. Sauti ya nafsi inaitwa reasoning. Neno reasoning, thinking, hiyo ni sauti ya nafsi. Lakini roho ina sauti inaitwa conscience. Conscience is a voice of the spirit. Kumbe conscience inamaanisha dhamiri, sauti ya ndani. Kuna sauti ya ndani ambayo inatokeaga immediately. Yaani hujafikiria lakini unasikia kuna kitu fulani kimeongea. Sasa huwezi ukaanza kujua hayo kabla hujapata ujuzi huu ambao nakupa leo. Kwanza leo sasa nataka nikufundishe kwamba kuna sauti ya roho ambayo yani roho yenyewe aidha una Roho Mtakatifu au huna Roho Mtakatifu, bado roho yako waga inatoaga sauti. Praise the Lord. Roho yako inatoa sauti ambayo sauti sasa tunaita conscience, dhamiri. Sasa nataka nikuelekeze kitu kimoja. Kwa sababu roho yako inaweza ikatumiwa na Mungu, lakini roho yako hiyo inaweza ikatumiwa na shetani. Roho yako hiyo inaweza ikawekewa maneno na roho wa Mungu, lakini roho yako hiyo inaweza ikawekewa maneno na roho wa shetani. Ndio maana ukishajua jinsi ya kusikiliza sauti yako, jinsi ya kusikia sauti ya roho yako, lazima pia utambue mambo mawili, kwamba inawezekana ukaingiziwa sauti ya shetani afu kaifuata ikakupoteza. Sasa ili ufanye nini ili sauti ya Mungu ikae ndani yako? Ili kile unachosikia kiwe sauti ya Mungu. Cha kwanza ni pale ambapo utapokea Roho Mtakatifu. Ukishapokea Roho Mtakatifu, basi Roho Mtakatifu waga anaongea na roho ya mtu. Roho Mtakatifu akitaka kuja kwako, haongei na akili zako, haongei na nafsi yako, waga anaongea na roho. Roho waga ndo ina reflect, sasa inafanya reflection kwenye nafsi, na mtu anakuja anafanya jambo. Lakini sauti ya rohoni, cha kwanza inakuwa ni ile ya immediate, ambayo mtu inatokea ghafla. Yaani ni sauti ambayo hujafikiria chochote. Sasa vitu kadhaa ambavyo vitakufanya wewe upate sauti yako ya rohoni iwe ni ya kutoka kwa Mungu. Cha kwanza una meditate the word of God. Kumeditate, kutafakari neno la Mungu. Hii issue ya kutafakari neno la Mungu is a daily task. Yaani itakuwa unafanya kila siku, unapata muda wa kumeditate neno la Mungu. Hii itakufanya rohoni mwako yajae maneno ya Mungu mengi. Kwa hiyo hata ukisikia sauti, unajua kabisa hii ni sauti ya Mungu na hii si ya Mungu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kondoo anamjua bwana wake, yule ni mchungaji wake. Kondoo waga anamjua mchungaji wake anayemchunga. Kwa hiyo sauti ya Mungu utaijua kama
utakuwa unasoma sana neno la Mungu. Lakini ukisha meditate the word of God, anza kukubali, anza sasa kuwa una obey the voice of your spirit. Ukisha kuwa ni mtu ambaye una meditate the word of God, jifunze kuobey, kukubali sauti ya Mungu. Not sauti ya Mungu, sauti ya roho yako, kwa sababu roho yako tayari itakuwa ipo connected na Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu hushuhudia pamoja na roho zetu. Umeona kwamba kumbe Roho Mtakatifu akitaka kuongea kitu chochote anatumia roho zetu. Lakini Biblia tena inasemaje? Inasema kwamba roho ya mwanadamu ni taa ya Mungu. Kumbe roho ya mwanadamu ndio ipo connectiwa na roho ya Mungu, ambapo Mungu akitaka kuongea chochote na mwanadamu anatumia roho yake. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu akitaka kukuambia kitu, basi anatumia roho yake. Anatumia roho yako wewe kukuletea taarifa. The same pia shetani akitaka kukuletea kitu, anatumia sauti zinaanza kuwekwa kule rohoni, kwa sababu shetani na mwenyewe pia ni roho. Kwa hiyo anaongea kupitia roho yako na roho yako inafanya reflection kwenye nafsi, mwisho wa siku unafanya kitu. Sasa kama ilikuwa ni sauti ya shetani, unaanza kufanya vitu vya ajabu. Kwa hiyo nataka ujue jinsi sasa. Nadhani mpaka hapo ushaelewa jinsi ya kusikiliza roho yako. Roho yako ina sauti. Ukishajua kwamba roho yako ina sauti, kuanzia sasa hivi utakuwa unajifunza jinsi ya kufanya sasa roho yako iinuke, kuwe sasa. Ukiizoeza roho yako sasa itakuwa inakupa information nyingi sana. Hata kama ukitaka kuoperate katika ulimwengu wa roho vizuri, kushiriki katika ulimwengu wa roho, kuona vitu katika, kwa sababu roho mara nyingi na yenyewe kuna macho rohoni, kuna masikio rohoni, kuna kusense katika ulimwengu wa roho, una sense spiritual sensitivity. Sasa hayo mambo mengi utajifunza mbele, lakini leo nataka tu ujue kwamba roho yako ina sauti. Jifunze soma kwanza neno la Mungu vizuri. Baada ukiwa una taratibu ya kusoma neno la Mungu, anza ku obey your voice, anza ku obey sauti ya roho yako. Lakini sauti ya roho nishakutofautishia, kuna sauti ya mwili, kuna sauti ya nafsi, kuna sauti ya roho. Hizi sauti hazifanani. Kwa hiyo ukifanya maamuzi ujue, utakuwa ujue hii sauti ya nafsi au hii sauti ya roho. Lakini nishakwambia sauti ya nafsi ni reasoning, lakini sauti ya mwili ni feeling, lakini sauti ya roho ni conscience. Kisha elewa haya mambo, hakuna sauti ambayo itakuchanganya. Utakuwa umefuata kitu kizuri. Unasema nahisi njaa, hiyo ni sauti ya mwili. Hapo roho haisiki, nafsi haisiki. Sasa nitakufundisha mambo mengine baadaye, lakini chukua hiyo hapo kwanza.